Linapokuja swala la ubaguzi wa rangi kwake na kwa sio historia, linakuwa ni jambo ambalo lina muendelezo ndani yake, na anaamini kwamba sio sehemu moja hapa kuweza kumzoofisha yeye kwenye karia yake ya mpira wa miguu. Na huyu sio mtu mwingine, namzungumzia N'Golo Kante. Wapo wengi wamezoea kumuita N'Golo Kante, lakini mimi acha nimuite N'Golo Kante kwa Kiswahili, kwa maana kwamba ni miongoni mwa viungo ambao wenye heshima kubwa. Mimi kwangu napenda kumuita generator, lakini namuita pure energy, kwa maana kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kucheza takriban dakika 90, lakini pia huwa anapenda kumbatiza jina respectful master, kwa maana kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao wenye heshima zaidi ndani na nje ya mpira miguu. Historia ya Mfaransa huyu iliandikwa takriban katika miaka isiweza kumithirika, kwa maana kwamba kikosi cha Leicester City wao wanajivunia zaidi ubora wake na waonesha sasa katika ulimwengu wa mpira miguu. Lakini ukiachana na Napoli, baada ya kuhamia katika kikosi cha Chelsea, alitengeneza rekodi kubwa ya mpira miguu. Ile rekodi itakuja kusahaulika moja kwa moja. Warizeni Al-Ittihad ambao walipata nafasi ya kuweza kumtumia kwenye takriban michezo yao mingi ya pale nchini Saudi Arabia kwenye Saudi Pro League, baada ya kwenda kumuuza Fenerbahce ambaye kwa sasa anatumikia katika kikosi hicho, moja kwa moja anaingia katika rekodi ya wachezaji ambao wenye karia kubwa ya mpira miguu. Yani huyo Mfaransa maisha yake yalikuwa ni magumu zaidi, lakini tazama kwa sasa ametengeneza historia kubwa. Swala zima la mavazi kwa upande wake sio sehemu ya asili, kwa maana kwamba yeye anajiamini kwamba mpira miguu ndio sehemu ya maisha yake. Yani hana mambo ya kuweza kuzingatia na kuweza kuangalia katika maisha yake kama karia yake ya mpira miguu, utu pamoja na upendo. Miongoni mwa listi ya wachezaji ambao wenye uwezo bora zaidi kwenda kucheza uwanjani ni N'Golo Kante, ambaye huyo moja kwa moja alitengeneza historia kubwa sana katika mpira wa miguu. Ukienda kumtazama vizuri kwa undani, yani unamuona na asili ya Kiafrika pekee, lakini ukitazama historia yake inasikitisha mpaka hapo alipoweza kufikia katika siku ya leo. Yeye alikuwa ni mkota makopo ambaye wazazi wake waliweza kuamini kwamba kijana huyu anaweza kawa ni kitovu cha kuweza kutafutia familia yake, lakini moja kwa moja akaja kuifanya na kuweza kuibadilisha ndoto hiyo na kuja kuwa star na maarufu zaidi duniani. N'Golo Kante alitengeneza rekodi kubwa ya mpira miguu, kwa maana kwamba kuingia kwenye list ya miongoni mwa viungo bora ambao watu kuja kusaulika kwenye mpira miguu. Wapo wengi walimbatiza jina la kumuita kiungo punda. Naam, ni kiungo punda kweli, kwa maana kwamba mpira ulikuwa unamtii, lakini pia hata nyasi zilikuwa zinamheshimu, kwa maana kwamba alikuwa sio mtovu wa nidhamu, lakini alikuwa anapenda mpira. Ukitazama matukio yake, hata kipewa kadi nyekundu alikuwa ni sio mtu wa kuweza kububizana na mwamuzi, alikuwa ni mtu wa kutoka uwanjani moja kwa moja. Alikuwa anatengwa tangu alipokuwa mdogo, lakini mpira miguu kampa heshima. Langu jina ni Chiboko JR na hii Beyond of the Game. Moja kwa moja mama nikuletea historia hii ili tuendelee kwenda kumpa heshima yake N'Golo Kante.